wa Mungu umepokea mamlaka ya ukuu. Moyo wako lazima uthibitishe hicho unachokisikia. Na unathibitisha vipi? Unathibitisha kwa ile sauti ya uchungu wa yale maisha unayotaka, lakini sio unathibitisha huku moyo wako una mazoea, haya ndo maisha yangu. Hakuna chochote utakacho receive hapo. Sababu ya kupewa nafasi ya pili na Mungu kama wanadamu ili tutawale. Njia ya kwanza kwa kutubu. Mambo ya Nyakati inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa lugha nyingine, hapa anaongelewa ni specific group, sio kila mwanadamu. Watu wangu walioitwa kwa jina langu. Ina maana wewe uliyempokea Yesu, ule ndo mlango, ile ndio njia. Lakini huu wokovu umeupokea, kuna tofauti kati ya yale maisha uliokuwa unaishi na sasa hivi. Zile njia umeziacha. Hii toba unaishi. Ulipokea wokovu kwa sababu ni mahubiri tu yalikushawishi, au ulipokea wokovu neno lililozungumzwa liliugusa moyo ukaona sasa niko tayari kuziacha hizi njia na leo nampokea Yesu? Ulimpokea Yesu kwa mfumo upi? Ni msingi gani ulitumika wewe ulipompokea Yesu? Grupu la kwanza ni watu wa Mungu na grupu la pili ni watoto wa Mungu. Watu wa Mungu ni uumbaji, ameiumba dunia akamuumba mtu kwa sura na mfano wake. Baada ya Yesu kunazaliwa wengine, watoto wa Mungu. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, kuna njia lazima ufanye nini? Kuna njia lazima ufanyeje? Mbele ya Mungu hakuna mamlaka wala nguvu ulionayo. Oh yes. For those who have God, for those who shall go through Jesus. Hapa hauwezi kudishinda kwa nguvu yoyote, sio kwa umri wangu, sio kwa udogo wangu. Oh yes. Akasema yuko wapi huyo? Maana mimi ninakwenda kumshinda kwa jina la Mungu. Sio silaha, sio mwili, sio maso. Kwa jina la nani? La Mungu. Sababu ya kuwa mtoto wa Mungu, umepewa nguvu, umeongezewa nguvu ya kushinda nini? Ulimwengu. Umepewa nguvu ya kushinda nini? Dhambi. Umepewa nguvu ya kushinda nini? Uovu. Umepewa nguvu ya kushinda nini? Hasira. Umepewa nguvu ya kushinda nini? Chuki. Maana neno linasema ukishatubu unasamehewa, na ukisamehewa ukombozi unaingia, na ukombozi ukiingia, sio wewe tu, hata nchi itapona kwa sababu yako. Sasa nchi ya kwanza unaanza nayo ni ipi? Nchi ya kwanza ni kule nyumbani kwetu. Ukiangalia njia zako unazoenda, kuna hatua, kuna process yoyote unaiona kwamba chipukizi limeshatoa, angalau kuna mbelewele iko pale, kuna kitu kinaenda kutokea. Oh yes. Nikijipa miaka kadhaa mpaka linakuja kufunga macho. Oh yes. Uko naamini watu watakuwa wamekwisha kumjua Mungu. Sisi ni nuru ya ulimwengu, ni chumvi. Popote tunapopita, hii chumvi lazima ifanyeje? Ikolee. Hii chumvi lazima ilete ladha. Wewe ni chumvi ya ulimwengu. Pale kazini ulipo, wanapata ladha kupitia wewe. Pale kwenye ile biashara, wanapata ladha kupitia wewe. Huyu Yesu unayemwongelea ni chumvi. Yesu ni chumvi iliyoingia kwako, ambayo inategemea iendelee kukua, iendelee kutembea. Hii chumvi kupitia wewe, kuna nuru.